Amen. Wacha tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo, mchana wa leo, mioyo yetu imejawa na moyo wa shukurani kwa sababu tumepata kutambua ya kwamba ni sisi ambao tulihitaji msaada wako sana, na ukaingilia hali zetu, ukatuonyesha mkono wa rehema, ukatujalia makuu. Sisi tunatambua ni wewe. We acknowledge it is you who came through for us. We acknowledge ya kwamba bila wewe hatungekuwa tumesimama hapa. Pia tuna acknowledge ya kwamba hata ile huduma ambao tunafanya ni wewe umetuwezesha. Yawezekana tusiwe na mambo mengi ambayo tunayaona, lakini kusimama kwetu ni muujiza. Na kwa sababu ya huo muujiza wa uhai, mioyo yetu imejawa na shukurani, na tunasema ni asanti. Baba, ni asanti ni kwa sababu umelihifadhi kanisa lako, umelinda watumishi wako, umelinda familia katika kanisa hili. Kuna watoto tumeona wakizaliwa mahala hapa, kuna ndoa ambazo zimeunganishwa kwa haya madhabahu, kuna magonjwa tumeona yakipata uponyaji, kuna watu wameinuliwa mahala hapa, kuna watu walikuwa wanasoma, umewasaidia wamemaliza masomo, watu walihitaji msaada wa kazi ukaingilia, biashara ambazo zilihitaji pumzi yako umeingilia. In so many ways, oh God, you have come through for us. Na pia tunasema ni asante kwa sababu mwaka huu wa 2025 hatujapungua, lakini umezidi na kutuongoza na kutuongeza. We bless your name, oh God. Tumefanya ibada na huduma mahala tofauti tofauti, na kwa mkono wako umetulinda katika kusafiri kwetu na kurudi kwetu. Tumefanya mikutano upande wa Kisumu, ukawa pamoja nasi. Mikutano ikafanyika upande wa Mombasa, ukatujalia mema. Mikutano imefanyika sehemu tofauti tofauti katika nchi hii ya Kenya. Tunasema ni asanti. May you be glorified and be exalted. Na pia tunasema ni asanti kwa sababu hakuna siku tumeunganika kwa hili kanisa na tukakosa mkate. Kila wakati umetuandalia meza na kuna kitu ambacho tumekipokea. Hakuna siku tumeingia hapa tukatoka tukiwa hatuna tumaini, lakini kila wakati umetujalia mema, umetuinua, umetutenda mema. Nasi leo, siku ya leo, kwa mioyo yetu tunasema ni sisi ambao umesaidia, na tumerudi katika uwepo wako kusema asanti. Pokea sifa, pokea shukurani, kwa sababu wewe ni Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini, nasema amina. Yes, go ahead, put your hands together for Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Mungu awabariki sana 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 sana. Na waomba tu mnaweza kuchukua viketi vyenu, tuongee tu kwa kifupi. Shughuli ni nyingi leo, lakini Mungu ametujalia mema. Praise team, thank you so much. So much. Na kwa wiki hii ambao tumeingia, Mungu atawatumia sana. Wacha tuiweke ikiwa a week of sanctification. Mungu akaweza kutusanctify wahuduma wote, iwe ni wiki ya sanctification. Tukajitakase mbele za Mungu, tujitakase mbele za Mungu, ili tuwe vyombo ambavyo Mungu anaweza kutumia. Amina. Amen. Nitakapokuwa nikienda kumalizia ibada, nitawaleteeni kwenu kijana ambaye amebook 2026. Sema amebook. Unajua kuna watu diary yao ya 2026 haina kitu, lakini kuna watu tayari Sam
washaanza kubook. So there is a young man who has made up his mind that 2026 lazima awe anaingia kwa wazee club. So ninapoenda kumalizia ibada, nitawaleta kwenu, nitawajulisha kwenu. Na pia amekuja na dada mzuri, dada mrembo, dada wa kuolewa. Amen. Amen. Okay. Twende kwa maandiko, kitabu cha Luka 17. Luka 17. Tunasoma mstari wa 11. Tuelekee mpaka mstari wa 19. Luka 17 verse number 11 through verse number 19. And as we read, allow me to register the apology of Pastor Ann, Pastor John, our brother Njaga and the family, na Baba Tom. They have I have their word. I have their word and they are doing quite okay. Are you there? Sisi wote tuko hapo? Ready for the word? Okay. Bible inasema hivi. As Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. Between Galilee and Samaria. What happened? Verse number 12. As he entered a village, there 10 lepers stood at a distance. Kwa nini wasimame at a distance? Mtu yeyote akipata ukoma in those days alikuwa anaenda kwa kuhani, na kuhani alikuwa anaangalia the skin condition ya huyo mtu, a confirm kama ni ukoma. Ikiwa the skin condition ni ya ukoma, yule mtu alikuwa anaingizwa kwa database ya kusema ya kwamba he is unclean. He is unclean. Na yeyote akiingia kwa database na kuambiwa ya kwamba ako unclean, hakuwa na ruhusa ya kumingle na watu. Hakuwa na ruhusa ya kuinteract na watu. So hata kabla ya COVID, wenye ukoma walikuwa naambiwa wa keep nini? Wali keep distance, the social distance. Kukaribiana na watu haikuwa inaruhusiwa. Na ndio naona the 10 of them walikuwa wameanza ushirika. They had a fellowship. The same way you see in the Old Testament, there were 4 lepers. Unakumbuka the 4 lepers? The 4 lepers also walikuwa na ushirika wao, kwa sababu hawakuwa wamehitimu kuingiana na watu. So sijui kama pururo ya wenye ukoma ni wakoma ama chairman. Hao wote pamoja, they would form their own organization, their own institution, their own fellowship. They would encourage one another and at the same time probably discourage one another, but mainly it was about bonding, encouraging one another. So wote kwa pamoja, wakati walijua huyo ni Jesus, walijua kabisa wanahitaji kusaidiwa. Maana kuna mahali wamewekwa kwa records, na nobody anaweza kuwatoa kwa hiyo record unless their status ibadilishwe. So Bible inasema as he entered, let me just read 12 again for flow.
as he entered a village there, 10 lepers stood at a distance, crying out. What was the cry? Let's all read together. 1, 2, go. Jesus, Master, have mercy on us. Na uangalie hiyo jina wanatumia master. Master. Kuna mahali Kristo anakutana na watu wanamuita rabii. Si unakumbuka? Nicodemus wakati amekuwa na interaction na Jesus, anaita Jesus rabii. Kuna kwingine anakuwa na interaction na wengine wanamuita mwalimu. Kuna kwingine wanamuita mwana wa Mungu. Kuna kwingine, but these guys waliamua jina ile wanapatia Jesus ni ya master. Na ukitambua mtu kama master ni kwa sababu una submit kwa master. Kwa hivyo wao wenyewe kwa kumuita master wamesubmit. Na wakalia wakasema have mercy on us. I love their prayer. Haikuwa a selfish prayer. Ile maombi ya kusema have mercy on me ni kama walikuwa na corporate prayer, have mercy on. Okay, tuendelee. Jesus looked at them, all of them, the 10. Jesus looked at them. Na baada ya kuwatizama akazungumza akasema, go show yourselves to the priests. Go show yourselves to the priest. Kwa nini go show yourself to the priest? Ni kwa sababu kuhani ndiye alikuwa amesema wako wagonjwa. So lazima wangerudi tu kwa huyo kuhani because he's the only one who can say they are clean. It is the priest who say they are unclean. They can only be declared clean by the priest. So Jesus can cleanse them, but Jesus cannot declare them clean because they went through a system that made them dirty, in quotes. So they had to go back to the priest. Bible inasema, and as they went, they were cleansed of their leprosy. As they went. Sijui walikuwa wamechukua hatua ngapi, Mama Rita, sijui kama ni 1 minute, 2 minutes, lakini as they went, the Bible says they were cleansed. Now usisahau, they were crying at some point. Then they received a rhema word from God. They received a rhema word from Jesus. As they responded to that rhema word, they received their miracle. But something else happened. The Bible says, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, this time shouting. What was the shout? Oh, please put some energy into that. What was the shout? Praise God. Okay, one more time. What was the shout? Praise God. Mimi, I don't know whether Bidan walifanya practice. I don't know whether they had like a meeting wakasema the way they are supposed to respond. But this particular one, wakati ameangalia akaona ya kwamba he is whole. Wakati ametazama all around him, akarealize the leprosy is gone. Hakugojea ile tunaita the majority. Hakugojea the majority. He decided to disregard the majority and go back to the man who said, go and present yourself to the priest. So point 1, thanksgiving is personal. Thanksgiving is personal. Tunaweza kuwa tumefanyiwa sisi wote, lakini the way we appreciate what God has done is personal. Watoto ni wengi wamekuwa shule, ni wengi wamemaliza shule, but it is personal to say thank you to God kwa wako kumaliza shule.
Do you get what I'm talking about? It is personal. It is personal. There are so many people ambao walianza mwaka wakiwa na dreams of being great singers. True? Our sister Jane Charles, a few weeks ago, she presented her number. Na kama haujui, you can also log in and see her on YouTube. Si utanipatia promotion, pesa ya promotion. But do you know, it's about mtu binafsi kuangalia mahali ametoka na mahali Mungu amemfikisha, anasikia yeye mwenyewe apate msukumo wa kwenda kwa huyo Mungu na kumwambia thank you. When we began the year, I am sure sisi wote tunajua there were so many young men that were not married. But today they are married, including Mariga. True? But now it is so personal for you to go to this God and say, thank you. There are many people who did not have jobs. But in one way or another, you have found yourself someplace. It is personal to do what? Thank you. To say, thank you. Inaitwa tabia ya kurudi. Sema tabia ya kurudi. Kuna watu ambao hawana tabia ya kurudi kusema asanti. Tabia yao ni kulia 24/7. Na wakati God amefanya, they don't remember to go back. I pray today that every one of us will remember to go back. Someone say, I will remember to go back. One more time, I will remember to go back. Why must we remember to go back? This was narrated to us a few days, I think a few weeks back or something like that. Let's go to verse number 16. Ili nipeane hiyo. He fell to the ground at Jesus' feet. Huyu ni yule mwenye ukoma, lakini sasa amekuwa cleansed. Thanking him for what he had done. Anasema, I acknowledge ni wewe umefanya. I acknowledge singeweza. You have done it for me. Now tell me, how would Jesus behave when someone has come back, ako kwa miguu, akitangaza, akisema, you have done it, you have done it, you have done it, you have done it. Believe you me, Jesus can only release more grace. Jesus can only release more grace. And on Sunday, we have an opportunity. Jesus will be here as he is right now. At his feet, we shall worship. Kwa miguu yake, tuta worship. And say, God has done it. Oh. Sema pastor ni mtu. Ongezea tena pastor ni mtu. Amen. Si ni vizuri kushukuru. Unajua kuna ile unaweza sneeze, ile inafanya mpaka upige duru, lakini hii imekuwa tu ni, you know, the other day nilikuwa nimewaambia mkutano nimeenda, alafu tumbo ikaanza kupiga kelele. You remember that? Little did I know that I was sowing a seed. Because I also went to another meeting and I had a stomach that was crying. And I looked around. It's not for my neighbor. Not for my neighbor. And every neighbor was looking at me. Yani ni ile unaibind. You say, I bind you. I refuse you. I reject you. But pastors are human beings. Okay? But the attitude to go back and say, thank you. So I want you to see a picture ya Yesu
akiwa amesimama mahali na kuna mtu ambaye amerudi, na kurudi kwake sio maombi, kurudi kwake sio kilio tena, kurudi kwake sio kuitisha, lakini kurudi kwake ni kusema, Jesus, I acknowledge you have brought me this far. Believe you me, your life can only be made better. My life will only be made better. So tuwe na tabia ya kurudi. Tabia ya kurudi, kusema thank you. And I love the way Kevin has done it. Where are you, Kevin? Ameenda kwa teens. Ameenda juu. I love it the way he has said it. That there's so much God has done for us. But the two words is the only way we can present it to him, by saying thank you. But it's so much. So much that God has done for us. So why must we say thank you from this text? Why must we say thank you? I want to present just one point hapo. Niseme, one of the reasons why we must say thank you is because Jesus huwa anahesabu wale wanarudi. Jesus huwa, chema ni ukweli, Jesus huwa anahesabu wale ambao wamerudi. Na ndio Jesus utaangalia uone ya kwamba, didn't I heal 10 men? Kwa hivyo walipokuja na mahitaji aliwahesabu. Aliwahesabu. 10 is not a number you can just pick. 2 you can just pick by seeing. 1 you can pick by seeing. Probably 3 you can pick by just seeing. But 10 you've got to count and confirm there are 10. So when they came crying, even though walikuwa kwa distance, Jesus counted and he realized they were 10 crying lepers. He counted. But when they returned, he counted again. And he realized only one has returned. And my prayer is that out of the 10, you will be the returnee. Out of the 10, you shall return. Someone say, I will return. Ongezea tena, I will return. We do not return because everything has been fixed. But at least we can see one thing that has been fixed. I'm sure maybe the 10 lepers, maybe familia zao zilikuwa zimeisha, maybe watoto walikuwa wametoroka, maybe bibi alikuwa ametoroka, lakini hawakuangalia what is not fixed. Wali focus on what has already been done. And I tell you to see you today. When is today? The 14th of December 2020. Is it 14th or 15th? 14th of December 2025. It's a clear testimony that something has happened in your life and in my life. God has brought us this far. Therefore, we shall make a comeback and say thank you. We prophesy that children will be born. Today we have children in the church. As a church, we are coming to say thank you. We are coming to say thank you. I remember some years back, and I hope Josh would forgive me for this. Yeah, I'm sure. Josh, where are you? Yeah, so forgive me in advance. I'm sure he will. He will forgive me in advance. So this is what happened one time. Josh is talkative. He's more talkative than Bo. And one time he sat us down, me and my wife, and he said, some years back, I probably hata hakumbuki, some years back, akasema, Dad, you know the way children would sit you down and give you counsel or ask questions or give you some instructions. Kama we haukalishwi kwetu tunakalishwa. We are accountable to our children as much as they are accountable to us. Nobody in this life should not be accountable to someone. You know this question ya kuulizwa na your wife, umekuwa wapi, alafu unakasirika, please, it is no need. Si useme tu mahali umekuwa. Is it a big deal? Ama haukuwa mahali? It is only the devil who roams. Just say where you are. Sawa sawa. Just say where you are. But at the same time, wife, usiulize sana ulikuwa unafanya nini, ulikuwa unafanya na nani, you know. Ifike tu
So we were having a chat. My son invited us into a small session. Hapo akatuliza swali alikuwa anauliza. But it's really not a question. He was advising us. And this is the advice. And he was like, Dad, Mom, si mujipange muwe na mtoto msichana, muzae msichana. You know, the way mnaketi tu pamoja, and then Joshua is there. He's like giving you counsel. Daddy, Mom, si mjipange. How do you handle that? How do you handle that? Bidan, you are coming. Your girl will ask you questions, my friend. So before I responded to the question whether to say yes to the direction he was offering me, nikamuuliza why, because I also want to see the purpose. Akasema, Daddy, nataka tupate kasichana kakuosha vyombo. Sasa nikaona hii sio kitu ya kuleta mtoto. Am I forgiven, sir? Oh, nimesamehewa. Okay. So Jesus will always count. Jesus will always count the people who return to say thank you. And everybody who returns, chairman, to say thank you, their lives are made better. My God, their lives are made better. Their lives are made better. This man was made whole. Someone say whole. Your life will always be made better when you come to the altar of thanksgiving. The altar of thanksgiving is so powerful. Let me read another scripture as I conclude in the book of 1 Samuel chapter number 1. And I'll read verse number 10, 11. 1 Samuel chapter number 1, verse 10 and 11. This is Hannah. Hii ni maombi ya Hannah, na hii maombi inakaa maombi yetu. Hii maombi ya Hannah, I'm sure this year kuna watu wamelia hivi mbele za Mungu. Maombi inakaaje? Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Crying bitterly. Kuna mtu alikuwa anasema ya kwamba alikuwa naomba na kulia mpaka machozi ikawa na joto. Yani ikiteremka tu hivyo anasikia joto. Yani ni vile amesukumwa na kile ambacho kimemsukuma. The debtors are all over. They are pushing you for your head. Ukienda kwa maombi kama hiyo, sio maombi ukiwa unakula orbit. God come, and if you don't want to come, I'm okay. No, that is a kind of a prayer you make where it's like, God, you have to come. Hapa sitoki. Come. Na unasema ya kwamba malaika usiwatume, I need you, God. Come and come through for me. She was making that kind of a petition before God. Verse number 11. Na kusukumia maombi yake hata bila kuulizwa na Mungu, akafanya nadhiri mbele za Mungu. The Bible says she made this vow, O Lord of heaven's armies. Huyu ni Bwana wa majeshi. Huyu sio baba, ni Bwana wa majeshi. Yani anafanya nadhiri na Bwana wa majeshi. If you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for the eternal life. And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Mungu akasikia maombi yake. Eli akaja akachilia neno la unabii. Mama akapata mtoto na utasa ukaondoka. Unajua tofauti hii ya huyu madam na Sara. Utasa wa Sara ulibaki, lakini utasa wa Hana uliondoka. Maana baada ya kupata Samueli alipata watoto wengine. Do you get the point? So this morning, what we were talking about in the morning pale juu, tulikuwa tunasema ya kwamba utasa wa Sara ulibaki, lakini Mungu akapita kando akaleta mtoto. Oh God. Haya. So what happened again? Verse number 24 and through 28 of the same.
Sasa Mungu amembariki, amempata mtoto na kila kitu imeenda sawa. Angalia vile maandiko inasema ya kwamba when the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in a place called Shiloh. Yeye mwenyewe akapackage ile gift, akaipeleka kwa hekalu mahali kulikuwa unaitwa Shiloh. They brought along a 3-year-old bull for the sacrifice and a basket of flour and some wine. So Thanksgiving was not empty. Iliandamana na kitu. Akaja na bull na akaja na unga. Na zote ziko na maelezo yake, lakini hakuna hiyo time. 25. After sacrificing the bull, they brought the boy to Eli. What happened? Sir, I love this. Sir, do you remember me? Hiyo ni kumaanisha hata kama pastor hakumbuki, it is not a reason not to thank God. Hata kama watu hawakumbuki ni wewe, is not a reason not to give a sacrifice of thanksgiving. Mama akasema, do you remember me? I am the woman who stood here several years ago praying to the Lord. Ni mimi huyo. Sema ni mimi huyo. Jumapili na kupatia nafasi uje mbele ya Jehova, useme Jehova, ni mimi huyo. Ni mimi ambaye alilia na umekushuka, umenisaidia. Ni mimi ambao sikuwa natumaini, God, you have come through for me. Ni mimi huyo. I present myself. I present myself. And you'll come to realize huyu mama alibarikiwa na watoto wengine. It's in the Bible. Huyu mama akabarikiwa na watoto wengine. Na huyo Samueli akawa mtoto ambaye tunasoma kwa Bible today. Akawa ni mtoto ambaye ameunuka katika ulimwengu wa unabii to a level whereby even today we quote this man called Samuel. So as I conclude, I want to finish by saying this very simple thing. Hatusaidii Mungu na kusema asanti, tunajisaidia. Hiyo ndio mwisho. Hatusaidii Mungu kwa kusema asanti, Sam. Ni sisi wenyewe tunajisaidia. Because hakuna asanti inaweza kufanya Mungu zaidi. God is God by himself. Hakuna kitu ambacho tunaweza fanya tufanye Mungu awe Mungu zaidi. God is God. Unaposhuka na kuja na kusema shukrani kwa Jehova, unajisaidia. What we said in the morning now, how to say thank you. Nimemaliza mahubiri. This is just a reminder how to say thank you, and then I say about the service tomorrow on Sunday. Nikaweza kuwapatia yule ambaye amesema mwaka huu. Amesema nini? Mwaka ujao. Mwaka ujao. I'm sure hizo ziko kwa notes zenu. I'm trying to get them in my notes today. Si chambano nikumbushe. Tulisema ya kwanza, prayer of thanksgiving. Prayer of thanksgiving. Prayer of thanksgiving. Bonda hii inanipeleka mpaka kwa mikutano ya Gekoni. Uko ni mbali, Pastor Mbogwa. Na wewe ambao uko na majaribu ya kufikiria ati pastor hako amejipanga, nimejipanga ukweli. Kuhubiri mahubiri 3 siku moja na kuna nyingine 4 inanigoja. Okay, hiyo ni dedication. Okay, haya. I will believe my memory will serve me. Number 1 is a prayer of thanksgiving. A prayer of thanksgiving. Number 2, releasing worship to God. Kuachilia worship kwa Mungu. Number 3,
praises to God. Praises to God. Maneno ya praises to God. Number 4, dance and songs. Dance and songs. Dance and songs. Number 5, dedicating our lives to Him. Dedicating our lives to Him. The way we dedicate our lives to Him inakuwa ni shukurani. Namba hiyo nyingine, acts of love and kindness. Acts of love and kindness. And finally, inaitwa a sacrifice of thanksgiving. I'm sure nimezipata zote. Zote. Amen. That means I don't just preach my notes. I preach something that I have incubated in my spirit. Kwa hivyo mtu yeyote akipata majaribu ya kuchukua notebook yangu, bado nitahubiri. But the notebook inatusaidia kuwa orderly in the presentation of the word. Sawa sawa. So, hizo vitu zote ambazo tumerekodi pale, tutakuwa na opportunity ya kuzifanya Jumapili. On Sunday, we will make a prayer of thanksgiving. On Sunday, we shall give praises. On Sunday, we shall do worship. On Sunday, we shall sing and dance. Ukuja na viatu ambavyo vinakupatia ruhusa ya kusing and dance. Ukuja umevaa singing and dancing. Hatutaki Daudi mwingine hapa. Uvae vizuri. Hatutaki Daudi mwingi. Usitustue hapa ati umemwimbia Mungu mpaka nguo zimeanguka, hapana. We don't want to see. Wewe uvae vizuri, kama unahitaji belt, ufunga belt. But we are going to do some serious dancing unto the Lord. Bena, nasema dancing. Uko sawa? Uko seti? Amen. Kwaya, nyimbo za Sunday za kumtukuza Bwana na ziwe na dancing unto the Lord. Unto the Lord. Poem iwe ni poem, kutukuza Bwana iwe na dancing. Everything on Sunday. As people will be walking through the gate, the first qualification ya kuingia kwa gate. Mrs. Otieno anasema hiyo nimepita. Hata Millicent hiyo ni kupita. Sasa upatie Baba Tom leakage. Umpatie leakage. Mwambie Sunday kukaa karibu na mimi lazima udance. Again on Sunday, we are going to give a sacrifice. A sacrifice shall be given. Lakini itakuwa personal, making a decision in your heart. It is voluntary. Voluntary. No one is forced to do that. And whatever you shall give, to apportion to at least 2 areas. Number 1, we will identify the needy through Mrs. Otieno, who is heading the Mercy Ministry, and we shall support. Then number 2, we are going to put another fraction of that contribution into the body of Jesus Christ through NPC. Are you getting it? Okay. So please, nawaomba tu kwa heshima, tujitokeze sisi wote. Ni sisi Mungu ametendea. Wakati Mungu atakuwa kihesabu yule amerudi, may you be the one. May you be the one. Someone say, I'll be the one. Ongezea tena, I'll be the one. Rudia ya mwisho, I will be the one. Amen. Na unapotayarisha sadaka yako ya shukurani, tafadhali ukumbuke unamletea Mungu. Okay? Unamletea Mungu. Chagua vizuri. Hata nami ninajiambia chagua vizuri. Sadaka yetu ikubalike mbele zake. Kama uko kwa level ya pigeon, it's okay. Lakini if you're in the bull level, na ukuje na pigeon, that will not be acceptable before God. I don't know your level. God knows your level. May the Lord richly bless you and do you great things. An amazing team you are. Let me receive the tithes.